Basi ile bibi anaingia chooni akiwa ana hasira kinoma. Mara ghafla mlango unajifunga, na huku chooni ndio kuna huyu mshikaji, na huyu mshikaji anaitwa Hasani, na huyu bibie anaitwa Beki. Basi Beki anakuja kujikuta ameganda chooni na huyu mshikaji. Basi wakiwa chooni mlango unajiloki mzee baba, na hawa wawili wameganda huku chooni na huu mlango haufunguki. Na baada ya hawa wawili kukua machooni kuna kitu wanakifanya, na baadaye wanakuwa karibu kinoma na hawa wawili. Basi kuna mchezo wanaofanya, halafu wanapendana kinoma. Oya, unaambiwa ilikuwa sio poa, na fulu mchezo mzima huu hapa, utazame. Mambo vipi? Hii inaitwa Ostazi Recap na mimi naitwa Roboti. Basi usisahau kusubscribe, usisahau kulike, na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku zinavyotoka. Na lakini pia changia topic ya leo, dondosha komenti yako. Eti huyo mpenzi wako ambaye uko naye, je, ndio mpenzi wako wa ndoto? Ndio mpenzi wako ambaye mtaoana kweli, au ndio mnapita tu? Dondosha komenti yako. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wa sauti, na vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap. Na turudi kwenye filamu. Basi filamu inaanza pana huyu mwamba, na huyu mwamba anaitwa Leo, na huyu mwamba Leo yupo na huyu mpenzi wake, na huyu mpenzi wake anaitwa Beki. Basi bibi Beki analalamika kinoma kwamba kwa nini huyu mshikaji amekuja kwenye mgahawa na hajamvutia kiti bibi akae, amekaa huyu mshikaji mwenyewe. Basi dada Beki analalamika kinoma, na huyu dada Beki yupo na huyu mwamba Leo kwenye mahusiano sasa hivi ni mwaka wa 5. Na mara ghafla huyu mshikaji Leo akapigiwa simu na anaambiwa kuna dili la pesa ndefu kinoma. Basi mshikaji akamwambia bibi amsubirie, na baada ya dakika 20 anarudi. Basi huyu mwamba Leo akaondoka, na bibi Beki basi unaambiwa amewekwa kinoma, yani kama masaa mawili hivi. Dada Beki anamsubiria huyu mshikaji Leo, na mshikaji baadaye anakuja. Basi bibi Beki ana hasira kinoma, manake huyu mshikaji Leo kamweka kama masaa mawili. Bibi Beki amechomeshwa mahindi kinoma. Basi bibi Beki ana hasira, hataki kabisa ukaribu na huyu mshikaji kwa sababu huyu mshikaji amemwacha pale kwenye mgahawa. Basi mshikaji anambembeleza bibi aingie kwenye gari, na bibi Beki hataki kwa sababu bibi ana hasira kinoma. Basi mshikaji akamwambia bibi, poa, kama unagoma kuingia kwenye gari, mimi na wewe kuanzia leo tunaachana. Basi mshikaji Leo akawasha gari akasepa, na bibi Beki anarejea nyumbani. Basi bibi Beki ana maumivu kinoma kwa sababu alikuwa kwenye mahusiano na huyu mshikaji sasa hivi ni mwaka wa 5, halafu leo wameachana kizembe kinoma. Basi dada Beki akiwa nyumbani analia tu, anaumia hadi sio poa. Na basi baadaye akaja huyu rafiki yake, na huyu rafiki yake anaitwa Tommy. Basi Tommy akamfariji kinoma bibi Beki akae sawa, lakini Beki ana mawazo kinoma, na huyu mshikaji Leo anaposti tu picha mtandaoni, na huyu dada Beki akiona basi ndio anaendelea kuumia kinoma. Huyu dada Beki, yani hii kitu ndio inamkata vibe kabisa. Beki bado hayupo sawa. Basi huyu dada Beki anapata chakula na rafiki yake Tommy, na baadaye Beki anasema anahitaji kwenda nje ya mji ili ya move on, manake anaumia kinoma. Amekaa kwenye mahusiano na yule mshikaji Leo kwa miaka 5, halafu ile juzi wamekuja kuachana kizembe kinoma. Basi dada Beki anaumia, anasema sasa hivi anahitaji kuelekea Abuja akakae wiki 2 ili ya move on. Basi huyu dada Beki akafunga safari, na taratibu ndio anashuka kwenye gari, na tayari anaingia kwenye hoteli, na kilichomleta kwenye hii hoteli ni kuja kuenjoy tu bibie ili ya move on. Basi kweli Beki akakamata chumba hapa ndani, na hapa ndani palikuwa ni pazuri kinoma. Basi siku ambayo inafuata kuna huyu mshikaji naye pia anaingia kwenye hii hoteli, na huyu mshikaji anaitwa Hasani. Basi huyu dada msaidizi kwenye hii hoteli baada ya kumuona Hasani anasema amemkubali kinoma, manake huyu mshikaji ni bonge moja la handsome. Na mhudumu wa hoteli basi anasema amemkubali kinoma huyu mshikaji, na ile akajaribu kuleta shobo amsaidie kubeba begi, lakini huyu mshikaji Hasani hataki shobo, na mshikaji akazama chumbani. Na huyu mhudumu wa hoteli anamwambia mwenzie, nimemuelewa kinoma huyu mkaka, da sijui nitampataje. Basi mshikaji Hasani akazama chumbani, na ile baadaye basi anaendelea kutazama
Akawa nje kwenye hoteli anatazama haya mazingira, na mara ghafla akaona pisi kali kinoma, na yeye alikuwa yuko tipsi kinoma, na hii pisi imekaa mitego kinoma, na pisi ipo kwenye swimming pool. Basi mwamba akawa anaitazama tu, Santa tokaje hapa huyu mtoto anielewe. Basi baadaye ikawa ni muda wa kupata msosi, na hapa kwenye hoteli chakula wanapata hii sehemu moja. Sasa Becky akiwa anapata chakula anashangaa naona hizi posti mtandaoni, yule ex wake leo ameoa na ameposti mtandaoni anamvisha pete moja kati ya dada, na Becky ndio anaona. Basi Becky anaumia kinoma, na Becky anaingia chooni. Kwanza kavunja simu unaambiwa, na sasa mbaya zaidi kaingia choo cha kiume kwa jinsi ambavyo kachanganyikiwa. Na dada Becky anawaza kinoma, yule mshikaji wake leo ameshaoa demu mwingine na akamvisha, na tangu waachane wana wiki tu, halafu mshikaji kashamvisha pete dada mwingine. Basi bibia anawaza, ina maana alikuwa ananisaliti Lonauma, haikupita hata wiki akilina nituma nikapigane. Sasa atapigana vipi na ule mwana ni mbavu kichizi? Basi bibi Becky anaumia kinoma akiwa huko chooni, na bibia ndio anazidi kuasa anavyomchukia ule mshikaji. Anatamani ule mshikaji atupwe baharini na aliwe na papa, na yule papa avuliwe aletwe hapa, na baada ya kuletwa hapa yule papa aliwe, na bibia shibe na ile miba ya papa bibia ampe paka. Bibia akiwa chooni basi anawaza kinoma. Sasa mara ghafla huyu mshikaji Hasani akaingia chooni, anakuta huyu dada kaipasua simu yake, na huyu dada kama ana mawazo kinoma, na mara ghafla mlango huku chooni ukajiloki, umejifunga. Hasani pamoja na bibie wamejifungia huku chooni. Basi wakiwa chooni wanaita kinoma, lakini msaada hauji. Basi walikaa chooni karibia siku nzima, na basi baadaye Hasani akaita kinoma na msaada ndio unakuja. Na basi siku zikaendelea kusonga mbele. Bibi Becky amekaa na mawazo kinoma, na simu tayari ameshaivunja. Mara ghafla anakuja huyu mhudumu wa hoteli na anampa huyu dada Becky surprise, na Becky anapokea. Basi kapewa simu mpya, yani kapewa iPhone ya dunia nzima, na basi dada Becky anafurahia kinoma, anaenjoy tu, na akajua mshikaji ambaye kampa hii zawadi itakuwa ni Hasani, manake siku zile alivyovunja simu chooni Hasani aliona. Basi bibi Becky akampigia simu rafiki yake huyu dada Tommy, anamueleza kilichotokea, na baadaye anakuja kwa wahudumu wa hoteli, anaulizia yule mshikaji ambaye siku zile walikuwa wamefungiwa wote chooni yupo chumba namba ngapi, lakini hawa wahudumu wa hoteli wanagoma kumwambia. Basi dada Becky anarejea kwenye chumba chake, na anavyopandisha hapa akajikwaa kwenye ngazi, na baada ya kujikwaa kwenye ngazi anavyotazama mbele huyu mshikaji Hasani huyu hapa, na ndio anamsaidia. Basi anamshukuru kwa zawadi, lakini Hasani anagoma kwamba hiyo zawadi sijakupa mimi. Basi dada anawaza ile zawadi itakuwa imetoka wapi sasa. Basi Hasani akasama chumbani, lakini anamuasa kinoma huyu bibie. Siku ambayo inafuata wakakutana tena na wakaenda wote gym, na baada ya kurudi baadaye jioni wanapata chakula kwa pamoja. Hasani pamoja na Becky wanaendelea kuwa karibu kinoma. Basi leo huyu dada Becky anashangaa akiwa hapa chumbani wahudumu wa hoteli wanakuja kumletea surprise. Kumbe leo ni siku ya kuzaliwa kwa bibi Becky. Basi anakuja kuletewa mazawadi kama yote, lakini haya mazawadi yametoka wapi? Basi dada Becky akampigia rafiki yake Tommy na anamuelekeza, na anafurahia kinoma, na baadaye bibi Becky anaendelea kuwa karibu na Hasani, na basi jioni wanapata dina pamoja. Basi na ile wanatabasamu tu, wanaachia vitabasamu. Bibi Becky baadaye akasama chumbani, lakini akiwa huku chumbani anamuasa tu huyu mshikaji Hasani. Basi Becky anajigeuza tu kwenye kitanda, anamuasa Hasani kinoma, kile kihali kimemshika. Hasani kihali gani sijui, tukuulize wewe labda. Basi siku inayofuata kati ya Becky pamoja na Hasani wakawa karibu kinoma, wakitoka wako pamoja, kwenye swimming pool wako pamoja, na wawili kila kona wako pamoja, na haya mahusiano kiukweli yakaanza kuwa ni noma. Wish ingekuwa ndio hivyo bana. Basi Becky pamoja na Hasani ndio akawa hivyo tena, lakini kumbuka bibie alikuja hapa kwenye hotel kwa ajili ya kumove on, na ndio amekutana na huyu mshikaji Hasani. Basi wakajikuta wapo karibu kinoma. Basi na mshikaji Hasani akamuaga bibie kwamba kesho anaondoka anarejea nyumbani. Basi ile jioni mshikaji akiwa chumbani, mara ghafla mlango unagongwa, na huyu dada Becky amekuja na kinguo cha
mtego kinoma, na mara ghafla akaidondosha hii nguo na anamwambia huyu mshikaji kabla hajaondoka wamalize mchezo. Basi walichafua mashuka kinoma, na ilikuwa ni fulu kucheza ile michezo ya 10 kwa kilumi. Hii michezo gani? Mbona michezo ya kiuni? Halafu huyu mshikaji anapochochea ukudi, bibi anasema mbona hii kitu hayumi, lakini inanipa raha kinoma. Sasa baadaye mara ghafla mlango unagongwa. Kumbe huyu mshikaji Hasani ana huyu mpenzi wake anaitwa Aisha, na Aisha anamfuma Hasani yuko na bibie mwingine. Basi Aisha anamwambia Hasani waondoke, na basi hawa wawili wanakuja kupanda gari moja, na Aisha ana hasira kinoma akiwa kwenye hii gari, hataki kuzungumza na Hasani. Basi Beki huku kwenye hoteli anawaza kinoma, na Beki anajisi kama ana bahati vile. Basi Beki anaumia kinoma na anampigia rafiki yake Tommy, anamueleza mchezo mzima wa kilichomkuta. Na huko upande wa pili kwa Hasani na huyu dada Aisha, Hasani anamwambia ukweli Aisha kwamba Aisha, wewe uliolewa na kaka yangu, na baada ya kaka yangu kufa wanataka Aisha uolewe na mimi. Aisha, mimi sitaki kukuoa wewe, embu acha mimi nirudi kwenye hoteli. Basi Aisha pamoja na Hasani wanagombana kinoma. Kumbe Hasani analazimishwa kumuoa Aisha kwa sababu Aisha aliolewa na kaka yake na Hasani, na hata hapa nyumbani familia ya Hasani inamlazimisha tu Hasani kumuoa Aisha na Aisha kuolewa na Hasani, lakini hawa wawili hata hawapendani. Na basi bibi Beki anaondoka hapa kwenye hoteli, anarejea kwa rafiki yake hapa nyumbani. Bibi Beki anaumia kinoma, na huko Hasani anazungumza na rafiki yake kwamba hawezi kumuoa bibi Aisha kwa sababu alienda kwenye moja kati ya hoteli na amekutana na bibi mmoja mzuri kinoma, na huyo ndio anampenda. Basi huko wazazi wake na Hasani wanabishana kwa sababu wana ukaribu na baba yake na Aisha. Basi wanamtaka Hasani amuoe Aisha kwa sababu baba anafanya biashara na baba yake na Aisha. Basi siku kadhaa baadaye baba yake na Aisha akapoteza maisha na Aisha anaumia kinoma. Basi Hasani anamfariji Aisha, lakini wanaambizana ukweli, Aisha hampendi Hasani na hata Hasani hampendi Aisha kwa sababu Aisha alikuwa ni mke wa kaka yake na Hasani ambaye tayari alishapoteza maisha, na baada ya kupoteza maisha wanataka Aisha aolewe na Hasani, na ndio maana hawa wawili hawataki kukubali. Basi baadaye Hasani anazama chumbani, lakini akili zake zote zinamwaza kinoma yule dada Beki. Hasani anampenda kinoma yule dada Beki, na Beki yupo na rafiki yake Tommy. Sasa hivi Beki hataki tena hata mahusiano. Basi huko kwa mshikaji Hasani amekamata simu na ameingia kwenye mtandao, anatazama tu hizi picha za huyu dada Beki pamoja na video, na basi Hasani anammisi kinoma Beki walivyokutana na walivyokuwa karibu kwenye ile hoteli. Basi mshikaji Hasani anammisi kinoma bibi Beki, na hapa mjengoni basi Hasani anapambwa na huyu dada Aisha anapambwa tayari kabisa kwa ajili ya harusi. Wazazi wake na Hasani wanamtaka Hasani amuoe Aisha. Basi mshikaji ameshapambwa na bibie ameshapambwa, lakini mshikaji Hasani anagoma kumuoa Aisha, anakataa katakata, na hata Aisha ni kama alikuwa analazimishwa kuolewa na Hasani kwa sababu Aisha hata hakuwa na hisia na Hasani. Basi Hasani anaikataa ndoa kwa baba yake, na Hasani anazama chumbani, anakamata nguo, anatia kwenye begi, anasema anaondoka hapa mjengoni ile tayari kabisa kuelekea kwa mtu ambaye anampenda. Basi Hasani anakamata kila kitu anakitia kwenye begi, na Hasani anadai ya kwamba anampenda Beki. Basi huko Beki yuko na rafiki yake Tommy, mara ghafla mlango unagongwa, na ile kufungua anashangaa Hasani huyu hapa, na Beki anashangaa kinoma. Sasa Hasani amejuaje mimi nipo huku? Basi Beki anashangaa kinoma, na basi Hasani anaeleza ukweli kwamba Hasani anampenda kinoma Beki. Yule dada Aisha si mpenzi wake na Hasani, ila baba yake na Hasani ni mfanyabiashara, na baba yake na Aisha alikuwa ni mfanyabiashara, na hawa wawili wakawa karibu kwa sababu walikuwa mapartner. Basi Hasani akawa analazimishwa amuoe Aisha baada ya Aisha kuwa ameolewa na kaka yake na Hasani, na kaka yake na Hasani ameshapoteza maisha, na ndio maana Hasani akagoma na ndio akatoroka kuja kwenye ile hoteli kwa sababu analazimishwa kumuoa Aisha. Lakini ukweli Hasani anakuja kumweleza huyu dada Beki, basi Hasani anampenda kinoma huyu dada Beki, na Beki chozi linamtoka, na basi Beki naye pia anamweleza Hasani anampenda kinoma, na basi hao wawili machozi yakiwa yanatoka wanakumbatiana kwa machozi ya furaha kinoma. Na basi baada ya miaka miwili baadaye hao wawili wanapendana kinoma, hao wawili wamefitting kinoma, na hao wawili wamematching kinoma. Kati ya Hasani pamoja na Beki wanafurahia tu, wanaenjoy tu. Basi kwa wawili mahaba yao ikawa ni utamu kunoga kinoma, na basi maandishi yanapita na filamu inaisha. Umeonaje
kwenye huu mzigo wa filamu. Dondosha komenti yako, lakini pia dondosha komenti yako, changia hii topic ya leo. Eti huyo mpenzi wako ambaye uko naye, je, ndio mpenzi wako wa ndoto? Ndio mpenzi wako ambaye mtaoana kweli, au ndio mnapita tu? Dondosha komenti yako, lakini pia unaweza kutuma ujumbe wa sauti, na vyote vitasikika na vitaonekana live on your big screen kwenye next recap, na komenti zote nitazisoma siku ya kesho. Na mimi naitwa Roboti na hii inaitwa Ostazi Recap. Basi usisahau kusubscribe, usisahau kulike, na usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku, na tukutane kwenye next recap. Bye bye, I'm out here.